Kilondo, binadamu yule ameshindwa kutimiza masharti yetu. Ikiwa wewe ndiye msimamizi wake, basi wote mtawajibika katika hili. Sasa kaeni tayari kwa kuona hasira zetu. Wakulu, naomba nafasi nyingine tena. Nitajitahidi kuwa makini zaidi. Pia nitamsihi sana Desi au makini. Naomba msipoadhibu kwa makosa haya awamu ya kwanza. Hamu nyingine kujitokeza mtuadhibu. Naomba sana wakulu, nipo chini miguu yenu, mtupe masharti mengine. Naogopa hasira zenu wakulu. Kaka, naumia sana. Nimechoka kwa hivi. Naomba unisaidie kakaangu. Pole sana mdogo wangu, utakuwa sawa. Mke wangu, naomba na maji ya baridi, nimwagie maji kichwani. Maji baridi gani? Leo tangu asubuhi hajapata nafuu, hata dawa alizokunywa hazifanyi kazi. Tunaishi kwa matumaini hewa tu hapa Desi. Mke wangu, mbona unakuwa kama huna imani mke wangu? Hamkuwa na matumaini, wewe atakuwa sawa. Naomba maji ya baridi nimwagie. Simama kidogo. Kidogo. Nina mashaka makubwa siku ya leo huenda kawa ngumu sana kwangu, na kadri muda unavyozidi kusogea naona kabisa kuna tatizo kubwa linakuja mbele yangu. Wacha nirudi kwa mganga Kilondo, huenda akanisaidia. Hakuna namna. Nilijua utakuja Desi. Unadhani mizimu ni vitu vya kuchezea? Unadhani mizimu ni kama binadamu? Desi, kwa nini haukuwa makini na masharti uliyopewa? Tazama sasa, umepoteza kila kitu. Kilondo, naomba msaada wako. Hali imekuwa mbaya. Kile kilichotokea kilikuwa ndani ya uwezo wangu. Kila kitu kimeenda kombo, majanga juu ya majanga, njiani mpaka nyumbani. Mdogo wangu hali yake imezidi kuwa mbaya. Naomba uniombee msamaha kwa mizimu. Nafia jambo baya sije kanitokea mimi. Mizimu haichezi na masharti yake. Desi, kwa nini ulimwacha mdogo wako akapelekwa hospitali? Sasa una deni kubwa zaidi na unapaswa lilipe. Naomba unisaidie Kilondo. Wewe ndio unanipeleka kwa mizimu. Naomba kaniombee msamaha. Bado kuna njia moja ya kuokoa maisha yako. Ukiwa hapo tayari kwa kufanya kafara nyingine kubwa zaidi. Kafara nyingine? Kafara ipi tena? Kama upo tayari, jibu nipo tayari. Kama haupo tayari, jibu sipo tayari. Naomba niajue masharti ni yapi. Tafadhali. Kama hautaki masharti mapya, unaweza kwenda. Nataka jibu moja tu. Upo tayari au la? Nipo tayari. Nipo masharti mapya.
Lola, Lola, umefanya nini? Mungu wangu, mume wangu, mume wangu uko wapi? Wifi, umepata na nini? Kuna nini hapa kwani? Mume wangu ulikuwa wapi? Mbona hatukuelewi? Unatuacha peke yetu kwenye kila nyakati ngumu. Nenda kutafuta tiba iliyo sahihi, nimponye mdogo wangu. Naomba niache nikamwandalie dawa. Hiyo ni mbaya sana. Lazima mama kushambulia moja kwa moja. Desi, unafanya nini? Hivi ndio gani inayoandaliwa namna hii? Wewe ni mchawi? Hakuna kurudi nyuma. Mke wangu, ili Nora apone, lazima imwagike damu. Na lazima ibada kama hii ifanyike. Hivi ni wewe Desi naye kufahamu? Mbona umekuwa na mambo tofauti sana? Mke wangu, naomba uniache niendelee na ibada. Nafanya haya yote ili nimnusuru mdogo wangu. Na nisipofanya ibada hii basi atakufa. Desi, tafadhali achana na mambo ya kishirikina. Huo ni ushetani, haimpendezi Mungu kabisa. Tutampeleka Nora kwa daktari mwingine, na usipoteze muda kwa mambo yasiokuwa na maana. Mke wangu, hii ni hukumu tayari. Tayari tumeshafika mbali, na sasa ni kufa au kupona, na hakuna lolote unalolijua humu ndani. Naomba utoke humu ndani, nenda sebuleni. Shangazi, mwenzio na matatizo nyumbani kwangu. Desi si mtu tena, amekuwa mfuasi wa mizimu. Nora yuko taabani, anaumwa tangu mchana. Nimejaribu kumpeleka hospitalini, lakini hawajagundua tatizo. Ila Desi inaonekana kuna kitu anakifahamu, lakini ananificha. Simuelewi kabisa. Kile nikijaribu kumuuliza hanielewi, ananipuzia. Yuko bizi na mambo ya kishirikina. Tafadhali nisaidie shangazi, sina msaada wowote. Anafanya ibada za kishetani? Mbona mimi sielewi? Na huyu Nora anaumwa nini zaidi? Alikuwa analalamika kichwa kinamuuma sana, ila mchana huu inaonekana hali imezidi kuwa mbaya. Anaonekana kama mtu aliyechanganyikiwa, anaongea maneno ya ovyo hayaeleweki. Tatizo hilo haliwezi kuonekana hospitali. Haya ni mambo ya Kiswahili. Ngoja tumpeleke kwa mtaalamu.
Hebu ngoja nijiandae, tufuatane. Sawa shangazi. Wakulu wangu, naomba mwongozo wenu. Niko tayari kutoa kafara nyingine ili nimalizane na hili balaa, ila mnisamehe kwa makosa yaliyotokea. Binadamu, masharti uliyowafunja ni mazito. Hukumu yako imekaribia, lakini bado tunakupa nafasi moja ya mwisho. Kafara lazima iwe ya damu safi. Sawa wakulu, nipeni mwongozo, nipo tayari kufanya.